Okay, habari gani mpendwa mtazamaji wa Sunrise TZ, naitwa Fasadi Mohamed Salanga. Leo nakwenda kukufundisha jinsi ya kutengeneza scrub. Leo nakwenda kukufundisha jinsi ya kutengeneza coffee scrub. Ni rahisi sana, usika nami mwanzo mpaka mwisho. Kama ulikuwa hujui scrub ni nini? Scrub ni mchanganyiko wa viambato vyenye chembe ndogo ndogo au kwa jina la kitaalamu unaitwa exfoliants pamoja na mafuta, cream au jeli unaotumika kusugua kwenye ngozi ili kuondoa uchafu, mafuta yaliyopitiliza na ngozi iliyokufa. Hiyo ndo maana ya scrub. Kazi mojawapo ya scrub kuondoa ngozi iliyokufa, kusafisha vinyoleo katika ngozi, kuifanya ngozi kuwa laini na nyororo. Hii ndo kazi ya scrub. Ili kujua kazi zingine usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ujifunze namna ya kutengeneza scrub, na unaweza kutumia wewe mwenyewe au kwenda kuuza. Karibu sana, karibu sana. Naitwa Mwalimu Salanga, niambie kwenye comment Mwalimu Salanga na kuangalia kutoka mkoa fulani. Mwalimu Salanga na kuangalia kutoka Dodoma. Mwalimu Salanga na kuangalia kutoka Kisasa Dodoma. Mwalimu Salanga na kuangalia kutoka sehemu yote ambayo upo Tanzania, hata nje ya nchi. Twende tukaangalie namna gani ya kufanya. Usisahau kujiunga na darasa letu la scrub online, utajifunza mambo mengi sana. Okay, scrub ambayo nakwenda kuwafundisha leo ni scrub ile ya povu. Hatua ya kwanza, nimeandaa distilled water pembeni hapo. Kitu ambacho nakifanya hapa, napima hii hapa ni glycerin. Umeona, anapima cup B, sio glycerin, cup B, afu naweka Dansan gum. Umeona, kwenye notes nimeandika vizuri Dansan gum na blend hivyo, naenda kuchanganya kwenye ile distilled water. Hivyo ndo nikachota mchanganyiko mwingine kidogo, nikaweka slash, nikaublend. Kumbuka scrub ambayo tunakwenda kutengeneza leo ni ile ambayo ina povu. Umeona? Kwa hiyo nakwenda kuchanganya kwenye mchanganyiko wangu kama hivyo unavyoona hapo. Umeona? Umeona kama hivyo unavyoona hapo? Hivyo ndo namna ambavyo ninachanganya. Changanya vizuri ili uelewe. Umeona, nachanganya hivyo mchanganyiko wangu wote ili uweze kuchanganyika. Hii ni water phase ambayo nimetumia maji, Dansan gum, cup B na slesi. Umeshanielewa hapo? Nachanganya kama hivyo, japo ina povu, nachanganya kama hivyo. Umeona? Kwa hiyo hapa naenda kwenye phase ya pili ambayo inaitwa nini? Inaitwa oil phase. Umeona, kwenye oil phase nimepima stearic acid, cetyl alcohol, coconut oil kama hivyo unavyoona hapa. Na baada ya hapa nimeenda kuiweka kwenye double boil. Nimewasha jiko, nimeweka maji, alafu na double boil kama hivyo unavyoona hapa. Na double boil lengo iyeyuke. Umeona, kuna stearic acid, cetyl alcohol na coconut oil. Hivyo ndo vitu ambavyo nimeiweka kwenye hii stage. Umeona, inayeyuka kama hivyo, kadri inavyochemka baadaye ikayeyuka kabisa. Ilivyoyeyuka na iacha ipoe, joto lipungue, kisha nakwenda kuchanganya kwenye ule mchanganyiko wa mwanzo ambao kwenye water phase. Nachanganya kama hivyo unavyoona hapo. Na nilizungumzia neno exfoliants, maana yake ni viambato vinavyotumika kwenye ngozi kusaidia seli zilizokufa, dead skin cell, kwenye tabaka la juu ili ngozi iwe safi, laini na yenye kung'aa. Mfano exfoliants ni kama vile sukari, chumvi, coffee powder, unga wa mchele na vitu vingine. Kwa hiyo hapa nachanganya kama hivyo unavyoona hapa, mchanganyiko wangu unachanganyika kama hivyo unavyoona hapa. Na exfoliant ambayo naitumia leo mojawapo ni coffee powder. Umeona, hii wengi wanaiweka kwa wingi. Mimi nimeweka kidogo tu, unaweza ukazidisha kiwango, sio shida. Alafu kitu kingine unaweza ukaweka salicylic acid. Umeona, nitaweka na salicylic acid. Kwa hiyo nitapima coffee powder na salicylic acid, kisha nitachanganya kwa pamoja. Umeona hapa kuna coffee powder na kwa mbali kuna salicylic acid nimepima. Vipimo vyote nimeviandika kwenye darasa letu mle kwenye notes. Na unaweza kaongeza hii coffee powder, unaweza ukaweka hata gramu 100 au hata 200, haina shida. Umeona, unachanganya kama hivyo unavyoona hapo. Umeona, unachanganya vizuri kabisa. Ni namna rahisi kabisa ya kutengeneza scrub hii, na sio lazima utumie coffee powder. Ulikuwa na uwezo wa kutumia sukari au unga wa mchele kutengeneza scrub hiyo. Umeona, lengo la scrub ni kuondoa ngozi zilizokufa kwenye kuondoa seli zilizokufa kwenye ngozi. Kumrazi.
Umeona? Kwa hiyo na pia exfoliants sio lazima ziwe zile za natural, zipo za chemical ambayo unaweza kutumia gloric acid ambayo AHA au lactic acid pia unaweza kutumia. Umeona? Mandelic acid unaweza kutumia pia, hizo zote hizo unaweza kutumia, nazo ni exfoliants. Hapo unaweza kaongeza AHA yoyote ambayo gloric acid, ila mimi nimeitumia ile salicylic acid ambayo BHA. Umeona? Naiweka hapa sasa. Hapa naweka kitu cha kutunza. Umeona? Naweka kitu cha kutunza. Mimi natumia New Care. Unaweza kutumia Gemo Plus au Optifen. Zote hizi mzuri kwenye kutunza. Kwa hiyo naweka hivyo, kisha unachanganya mchanganyiko wako. Cha msingi, hakikisha kwamba unataka kutengeneza scrub ya aina gani. Kama ya kuweka coffee, unaweza kaweka coffee, na kama unataka kuweka sukari, unaweza kaweka sukari. Ila kiwango unaweza kuzidisha tofauti na hiyo ilivyoonekana hapa. Unaweza kuzidisha zaidi hapa. Na unaweza kaweka zote, coffee na sukari zote kwa pamoja, ila angalia vipimo unavyokuwa unavibalance, kwa sababu coffee tunafahamu ni kali sana kwenye ngozi kuliko sukari, na sukari ni laini kwenye ngozi. Na kama unajua ngozi yako ni sensitive, usitumie coffee, tumia ile yenye sukari au kitu kingine. Kwa hiyo hivyo ndo namna sahihi ya kuweka hii scrub yetu. Unaweza kaongeza hapo tea tree au unaweza kaongeza essential oil yoyote kwa ajili ya harufu. Nimeweka kitu cha kutunza. Unaweza kaongeza vitamini E. Umeona? Kwa ajili ya kuleta moisturizing na kufanya hii scrub yetu iwe vizuri kabisa. Kwa hiyo hivyo ni namna rahisi ya kutengeneza scrub. Karibu sana, naitwa Mwalimu Saranga, nikutakia utengenezaji mwema, nikuage bye, nawapenda sana.